your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Anachagua mabondia viazi, ndio maana anashinda. Asante nani? Au mabondia Dar es Salaam. Knockout inakuja kwa rehema za Mungu, yule anachagua mabondia viazi. Kumbe awali. Nguvu zinakosekana. Kwani ushindi utokana na mazoezi pekee yake? Yes, huyo ndio bondia wa ngumi za kulipwa nchini Tanzania, Hassan Mwakinyo, akiwa anajibu kijembe cha watu mbalimbali ambao wanabeza jitihada zake hasa anapopata ushindi, kwa kusema kwamba huenda huwa anapangiwa mbondia wasiokuwa na uwezo mkubwa ulingoni, kitu ambacho Hassan Mwakinyo amekikataa moja kwa moja. Na kupitia kwenye hii video fupi ambavyo umeisikia, anasema changamoto kubwa wale ambao wanajiona wanapigana na mabondia vyuma, sababu kubwa huwa inakuwa hawali. Anasema hata kama anasema knockout ipo katika hali ya mchakato na kudra za Mwenyezi Mungu, lakini Hassan Mwakinyo kwa upande wake huwa anaamini ya kwamba kila kitu kinapangwa na baada ya hapo kinatekelezeka. Hassan Mwakinyo kwenye huu ujumbe anamaanisha kwamba bondia wengi wa nchi ya Tanzania wanajibana hasa kwenye kula. Sasa hatujui katuacha njia panda, sababu ni budget hawana au ugumu tu wa maisha kujibana hasa kwenye kula vizuri. Lakini Hassan Mwakinyo anasema kwamba wale ambao wanabeza kwamba yeye hapati nafasi ya kucheza na mabondia wazuri kwa sababu anapata matokeo mazuri akiwa ulingoni, Hassan Mwakinyo anasema siri kubwa ni kula vizuri pamoja na mazoezi, kama ambavyo unamuona hapo kwenye video fupi akiweza kuandaa msosi wa maana kabisa ili aweze kujiweka fiti. Inaonekana baada ya mazoezi fulani, kwa sababu ipo kwenye uwanja fulani, inaonekana anatoka kufanya mazoezi. Kwa sasa hapo kuna jiko pembeni, wamechoma nyama na mwisho wa siku ndio hiyo ambayo anaiandaa ili ale. Hassan Mwakinyo baada ya kuzungumza hayo maneno, video hii ameiweka kwenye ukurasa wake wa Instagram, akaandika ujumbe pia. Anasema bondia ambaye hata wanaompinga wameshalipia vingamuzi vyao kusubiri tarehe 26. Hakuna jambo zuri kama kujua watu wanaokuchukia bado wanasubiri kukuangalia. Si mchuzi huo, nitawaonyesha alo. Mwisho kunukuu kile ambacho amekiandika Hassan Mwakinyo na video yake hiyo ambayo unamshuhudia hapo akiandaa msosi mujarab kabisa. Bila shaka pembeni kutoka kuna ugali wa dona. Yes. Bondia ngumi za kulipwa nchini Tanzania Hassan Mwakinyo anatarajia kupanda ulingoni Desemba 26 mwaka huu 2025, pambano ambalo limeandaliwa chini ya Peak Time Media. Kwa hiyo matangazo yanaendelea kujitokeza na Hassan Mwakinyo bado anaendelea kutuonyesha jinsi gani yuko kwenye mawindo na maficho akijiandaa kwa uzuri ili kuweza kuja kupata matokeo ya ushindi zaidi. Mpinzani wake mpaka hivi sasa bado hajajulikana, lakini tunaamini jitihada za ndani zinaendelea kuhakikisha kwamba Hassan Mwakinyo anapata bondia ambaye ataweza kumpa nafasi ya challenge vizuri. Yeye kwenye hiyo video kama ambavyo umemsikia anasema kwamba wale ambao wanasema anapangiwa bondia viazi ili aweze kupata matokeo mazuri, sababu tu wale ambao wanasema hivyo hawapata nafasi ya kula vizuri. Kwa hiyo anamaanisha kwamba kwenye pambano lote ukiwa unajiandaa, manake unajiandaa kwenye kila kitu, unafanya mazoezi lakini pia pata nafasi ya kula vizuri ili uweze kuwa imara zaidi endapo unapata nafasi ya kwenda ulingoni. Yes. Pambano la Hassan Mwakinyo limeandaliwa chini ya promotion ya ngumi za kulipwa nchini Tanzania Peak Time Media. Wao ndio waandaaji wa hili pambano na tunasubiri kuona tarehe 26 Hassan Mwakinyo akipata nafasi ya kupanda ulingoni na bondia yupi. Japo wengine wanajaribu kutoa upato baada ya kuiona clip fupi ya bondia kutoka nchini Kenya akitaka nafasi ya kucheza na Hassan Mwakinyo yule Okwiri, lakini bado mpaka hivi sasa hajajulikana Hassan Mwakinyo atazichapa na nani siku ya Desemba 26. Hassan Mwakinyo kama kawaida yuko machimbo akijiandaa, yuko mafichoni kama ambavyo unamuona katika viwanja vya mazoezi, anaandaa msosi, lakini bila shaka ametoka kufanya mazoezi ya haja kweli kuelekea kwenye hili pambano. Kwa tusubiri kuona nini kitatokea siku hiyo endapo atapata nafasi ya kupanda ulingoni. Rafiki yake kipenzi kabisa Aisha Bohet kwenye comment yake ameandika, anasema mimi nakuombea heri tu familia, piga mtu mpaka aone nyota 7. Lakini pia kuna bondia wengine wamejaribu kucomment, alikuwepo mkali wao akaka emoji za kucheka akasema ila Mwakinyo. Dula Makabila pia akajitokeza akasema ila we jamaa Mswahili sana da. Na wengine wengi wajaribu kutoa comment zao hapa kupitia ukurasa wake wa Instagram ambako ameiachia hiyo video fupi akisindikiza na huo ujumbe ambao nimekudokeza hapo. Lakini pia namuona Lukamba na anasema tunatamba na tutakukanda kama kawaida.
Yes, kuelekea kwenye hili pambano pia nilimwona Pius Mpenda naye akijitokeza akitoa neno kuelekea kwenye hili pambano la Hassan Mwakinyo. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Pius Mpenda ameandika ujumbe akisema kwamba tusikose kwenda kulishuhudia pambano la Hassan Mwakinyo. Nikusomea kile ambacho amekiandika Pius Mpenda, halafu tutakuja kuniambia hapo alikuwa anamaanisha nini sasa kuelekea kwenye pambano hili la Hassan Mwakinyo. Pius Mpenda anaandika, anasema ni muda sahihi wa kubadili taswira ya boxing. Kwa bondia mzuri na mkali, sio lazima umpige fulani kutoka Tanzania. Uzuri na ukali wako onyesha popote utakapopata fight, kama mimi baba yenu ninavyofanya. Akaweka emoji ya kushukuru, akasema sasa tarehe 26 Desemba ni zamu ya kaka yenu Hassan kutia heshima kwenye nchi kama ilivyokuwa kawaida yake. Niwaombe mabondia wote Tanzania, twendeni tukamsupport. Wekeni chuki pembeni, taifa kwanza, umoja na mshikamano ndio tutainua boxing ya Tanzania. Chonde chonde, tarehe 26 bondia Mtanzania usikose. Pia wa Tanzania na mashabiki wenu, niombe tujitokeze kwa wingi ili tuweze kuujaza ukumbi, maana mwitikio wetu ndio chanzo cha kwanza kupata njia ya bondia wakubwa duniani kutua Tanzania na kupigania mataji makubwa katika ardhi ya Tanzania. Mwisho wa siku akamtagi tu Kasim Kidogo, Selemani Kidunda, Hassan Mwakinyo mwenyewe, Musa Komange, Amri Matumla, Mafia Boxing Promotion na mengine. Mwisho kunukuu kile ambacho amekiandika Pius Mpenda akitaka mashabiki na mabondia wengi wa Tanzania kujitokeza kwa wingi siku ya pambano la Hassan Mwakinyo pale Warehouse Masaki, Dar es Salaam. Naam, usiku wa Hassan Mwakinyo umepewa jina la Boxing on Boxing Day pale Warehouse Masaki, Dar es Salaam. Kumbushe tu viingilio, VIP shilingi 50,000, regular ni shilingi 20,000, lakini pia kwenye ringside ni gharama shilingi 100,000 za Kitanzania. Yes, ujumbe ndio huo wa Hassan Mwakinyo akijibu wale ambao wanasema huenda anapewa mabondia viazi kwa sababu licha ya kutangazwa pambano lake bado mpinzani mpaka hivi sasa hajajulikana. Yeye anasema kwamba wale wote ambao wanasema anakutana na bondia viazi na wao wanakutana na bondia wazuri, shida huwa inakuwa kwenye mambo ya misosi na sio vingine. Kwa hiyo maandalizi ya kila kitu yanahitaji mazoezi, lakini pia yanatakiwa ule vizuri kama ambavyo amesema Hassan Mwakinyo. Wewe kwa upande wako ulikuwa na maoni gani kwa hiki ambacho amekizungumza Hassan Mwakinyo? Anachagua mabondia viazi ndio maana anashinda. Asebe nani? Au mabondia Dar es Salaam. Knockout inakuja kwa rehema za Mungu, yule anachagua mabondia viazi. Kumbe awali. Nguvu zinakosekana. Kwani ushindi utokana na mazoezi peke yake? Your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster.